huyo tungekabiliana naye hapo kwa hapo, tungemaliziana hapo, tungejibizania hapo, na angekimbia, angetoroka na speed kubwa kama safari rally. Kwa sababu sasa mahali imefika, hakuna mahali imeandikwa kwa Biblia makokora lazima tupatia hawa wezi nafasi kwa makanisa waongee na watusiane. Kitu kingine nisikia kilalamika, akasema sijui hiyo program ilikuwa inaendeshwa na Kikuyu. Hapo sio, huko si Nandi, huko sio Elgeyo Marakwet, huko ni Laikipia. Na wale walikuwa hapo wengi wamehudhuria ni wa Kikuyu. Na kama hata mwenye alikuwa ameaga hiyo siku, mwenye alikuwa anazikwa mwenda zake ni Mkikuyu, familia yake ni wa Kikuyu. Shida iko wapi familia na marafiki wakiendesha program na Kikuyu? Na hawa wezi hawa wa Ruto hawa wako na shida na sisi sana tukiongea Kikuyu. Na ile siku tulikuwa tunafanya siasa hapa, hawa kora wote hawa, hata huyo mama, walikuwa wamejifunza Kikuyu wote hawa wezi. Walikuwa wamejifunza Kikuyu yote. Walikuwa wanakuja hapa kusalimia na madhani ya osho. Hendesh yodhe, setani ya watu. Mpaka walikuwa wanaongoza chorus hapa na Kikuyu. Kwa sababu walikuwa wanataka kura zetu hiyo siku, ndio maana walikuwa wanaongea Kikuyu yetu hapa. Na mimi niambie watu wa jamii yetu, mahali imefika lazima tujiheshimu. Mahali imefika lazima tusimame sasa bila uoga na bila kuogopa. Lazima tusimamie jamii yetu. Lazima tusimamie mila zetu bila kuogopa. Kama jamii ya Wagema, hatufai kuzua uoga na mkora yote ama mwizi yote hapa. Juu hawa wezi wanakuanga na haja na sisi siku ya uchaguzi, wanakuja hapa kujifunza Kikuyu. Wanakuja hapa kuongea Kikuyu. Lakini saa hii program ikiendeshwa na Kikuyu wanaruka hapo. Wezi nyinyi wakora wanafiki. Hata hauna aibu. Na wacha mimi nitoe amri leo hii kama kiongozi wa Gema. Mkutano yote ambaye iko na Wakikuyu watatu na Mumeru na Muembu na Mudharaka na Mukamba, hiyo mkutano iendeshwe na Kikuyu, mwenye asikii Kikuyu toka, enda. Kama hamuna haja na sisi, kama hamtuhitaji, hata sisi hatuwahitaji. Kila mkutano kuanzia leo kuendelea, kama kuna Wakikuyu hapo watatu, wawili, wanne, kuna Meru hapo, kuna Mkamba, hiyo mkutano iendeshwe na Kikamba ama Kiembu ama Kimeru ama Kikuyu. Wewe kama usikii lugha zetu za Gema, toroka, hatukuhitaji hata wewe. Hamwezi kuja kutusomea kwetu atijua ati program imeendeshwa na Kikuyu. Unatusomea kama nani? Huko kwani mkiongea Kinande, huko mkiongea Kikalenjin, sisi hatujailalamika. Hakuna siku hata moja sisi tumekuwa na shida nyinyi mkiongea vile mnataka. Tutaongea Kikuyu, mkitaka kukufa kufeni tutawazika. Lakini Kikuyu tutaongea. Lugha yetu ya mama tutaongea, na tutaongea kwa mikutano zote. Bora hapo kuna watu wanatusikia, tutaongea. Programs zitaendeshwa na Kikuyu. Mkitaka kukufa kufeni sisi hatuna shida na nyinyi. Hatuogopi, hatuna haja na nyinyi. Kama hatuwezi tuheshimu, kama hamwezi heshimu sisi, hata sisi kama jamii hatutawaheshimu. Kama hamuna haja na sisi, ndio mnatuonyesha madharau na kututusi mbele ya madhabahu. Hata sisi kama jamii hatuna haja na nyinyi na hakuna mahali tunawahitaji. Kwani tunaogopana? Hii vita mnakuanga mmetuwekea kila saa, wacha sasa venye kutaenda kuende. Kwani kuna mtu ambaye ako na mimba hapa? Kama ni kukibizana tutakibizana sisi wote, lakini jamii yetu lazima iheshimiwe, hatutaki huyo ujinga. Na huyo mama ambiwe, siku nyingine akijaribu kutusi jamii yetu, hiyo tutapelekana vizuri. Hiyo tutapelekana vizuri. Na niambie viongozi wa makanisa, hakuna mwanasiasa hata mmoja ameruhusiwa kutusiana mbele ya madhabahu. Wala mapasta mlikuwa huko hiyo siku mngenyang'anya huyo mama microphone, hata angefukuzwa mbio toroke kama risasi. Angetolewa hapo mbio. Kama ningekuwa hapo angetolewa hapo mbio, angeenda mbio kubwa sana. Na nyang'anya microphone. Hakuna mtu hata mmoja anaruhusiwa kutusi jamii nyingine mbele ya madhabahu hapa kwa kanisa ama kwa mkutano yote ile. Kwa hivyo mimi niseme vile ambavyo nimeona William Ruto ameshika barabara ya kupiganisha jamii, nimwambie, na ndio maana hata gazeti siku nyingine hapo ilikuwa imeandika ya kwamba William Ruto is not presidential. Nchi yetu ya Kenya imekosa kuna ukomavu ambao inakosekana katika uongozi. Sababu yule rais ambaye tuko naye bado pia hata hajakomaa. Kuna kitu anakosa kama mzee, kama baba wa taifa, kuna kitu ambayo anakosa. Ndio maana hata gazeti ina brand yeye kama mtu ambaye ni very much unpresidential. Rais mzima juu ya gari hapo kwenda huko Northeastern kuambia hao watu wa Ndengo hawafai kuongea mambo ya ng'ombe. Inaonekana huyo ni kiongozi ambaye hata yeye mwenyewe amejawa na ujinga na upuzi. Kwa sababu wale wanalima Ndengo, sababu walikuwa wanapiganisha Wakamba na jamii wa Somali. Wale Wakamba ambao wanalima Ndengo wako na haki ya kusema ya kwamba ng'ombe za Wakenya zisidungwe hiyo chanjo. Ni haki yao kusema hivyo, kwa sababu pia wao wako na ng'ombe. Nikasikia William Ruto akisema sijui wale watu wanasafirisha kahawa na majani nchi za nje
wako na shida na Wasomali wakipeleka nyama zao nje ya nchi, wakipata soko za nje. Sisi hatuna shida na Somali. Na niambie William Ruto, 2022 ulifanya siasa zako kwa msingi wa kugawanya matajiri na maskini. Ukazunguka nchi ya Kenya ukaambia maskini matajiri ni wabaya. Ukazunguka nchi ya Kenya ukaambia maskini ya kwamba ile model, economic model ya trickle down imekuwa ikitumika, ni matajiri wanawekewa pesa hazifikii maskini. Ukaambia maskini wametaabika na wako na mashida sababu matajiri wamewakanyangia pesa. Ndio maana ukawaambia utawaletea economic model ambayo inaitwa sijui bottom up. Ati ndio pesa sasa ianze hapa chini ikipanda juu. Ukaseparate matajiri na maskini, ndio ukashinda uchaguzi ya 2022. This time hiyo mbinu ulitumia haiwezi kura. Ndio maana sasa umeona ile kitu utafanya ni kupiganisha hii jamii na ile jamii. Unapiganisha hii jamii na ile jamii. Uone kama utafaulu. It is so much unfortunate ati kiongozi wa taifa ndiye anagawa watu katika misingi ya kikabila. Very much unfortunate. Ni jambo la kuhuzunisha zaidi. William Ruto hafai kuwa kiongozi hata wa Monanda, wacha kuwa rais sasa. Kwa sababu anapiganisha jamii ya Wakikuyu na jamii ya Wasomali. Anapiganisha jamii ya Waluya na jamii ya Wakikuyu. Anapiganisha jamii ya Wajaruo na jamii ya Wakamba. Kwa mkutano yake nikasikia wezi wake, wakora wake wakisema ya kwamba ati wataisolate watu wa Mount Kenya. Kwa hivyo inaonekana wazi ya kwamba ni kitu William Ruto amepanga na ameamua kupiganisha jamii hapa ndio aone kama atapenya. Mimi nataka nikuambie leo hii Bwana William Ruto, hauta succeed. Hiyo barabara unajaribu kupitia ya kupiganisha jamii, hiyo hautatoboa. Na niambie jamii ya Northeastern, msikubalishwe kupiganishwa. Msikubali kugonganishwa. Msikubali kudanganywa. Kwa sababu ile siku mnakuja hapo viongozi wa Northeastern wanaanza kuambia maneno, wanaanza kuambia vile Wakikuyu tunawachukia, wanaanza kuambia vile jamii kama inachukia nyinyi, hiyo mnadanganywa. Na wale wanawadanganya ni kina Duale ambao wanaishi Kiambu. Kila siku Duale analala hapa Kiambu, anaamuka hapa Kiambu, anapitia barabara za Kiambu, anatumia kila kitu anatumia ni yetu hapa. Hakuna siku sisi tumekuwa shida na yeye. Lakini akikuja huko kwenye Northeastern anaonyesha vile adui zenu wakubwa ni jamii ya Wakikuyu. Ule mjinga mwingine mwizi mkubwa sana huko kwenu anaitwa Faramarim. Anaishi hapa Kilimani bana. Akikuja huko Northeastern kazi yake ni kuwadanganya na kuwapiganisha na jamii ya Wakikuyu, anawaambia vile ambavyo sisi tunachukia nyinyi. Nataka niwaambie wale ambao wanaishi kule Northeastern, msijaribu kudanganywa na hao wakora wenu wanaishi hapa Nairobi. Wanakuja hapa Nairobi wanafanya biashara na sisi, wanakuja hapa wameishi na sisi, mashamba wameuziwa na sisi jamii ya Gema, manyumba zingine wanaishi hapa ni za jamii ya Gema. Hakuna siku hata moja tumepiga wao, hakuna siku hata moja tumekuwa na shida na wao kama jamii. Lakini wakikuja huko msituni, sababu wanajua nyinyi hamuna network, wanakuja kuwadanganya ndivyo mgawanywe, mrudishwe katika minyororo ya Kasongo, muende mkapigie Kasongo kura, waendelee kuiba, waendelee kuwapora. Hiyo ni ujinga na upuzi. Msikubali kusikiza wezi wanaishi Nairobi jamii ya Northeastern. Waborana wa Somali mnadanganywa na Duale na kina Faramari. Hao ni watu wanakula pesa ya William Ruto ndio wakuje kule ushago kule msituni wakuje kuwadanganya. Na niambie wa Kenya, sisi hatuna shida kama jamii. Na nasikia watu wakirukaruka kama huyo mama anaitwa Sara alikuwa anajipiga kifua akisema ya kwamba mahali anaongoza, anasema kuna Wamasai, sijui kuna kina nani. Hiyo wewe hata kutupatia hiyo hadithi, hiyo ni upuzi, hiyo ni ujinga. Kama kuna watu wanafaa kujigamba Kenya hii ni sisi jamii ya Gema. Hapa kwetu mahali tunaishi tuko na jamii zote katika nchi ya Kenya. Na hakuna siku hata moja sisi tumepigana wao. Hata siku tunapigwa huko wakati ya uchaguzi mwaka wa 2007. Hata siku kuna ghasia na vituko na vita za siasa. Hakuna siku hata moja hapa Central Kenya mumesikia kuna vita, mumesikia kuna jamii imechokozwa. Sisi tunaishi na wao hapa kwa amani. Sisi tunafanya biashara na wao kwa amani. Hatujaikuwa na shida na wao. Kwa sababu shida ya Mkikuyu ni moja peke yake, afanye biashara, apate pesa, atajirike, baadaye aende mbinguni. Hiyo ndio inakuanga tu interest ya Mkikuyu hapa duniani. Sisi hatuna masaa ya vita, sisi hatuna masaa ya kuchukia jamii hii ama jamii ile nyingine. Sisi tukifanya biashara, tupate pesa yetu, tuongozwe kwa amani, tutajirike, tusomeshe watoto wetu, baadaye tuende mbinguni. That is all what we want as a community. Sisi hatuna masaa ya kupiga jamii hii ama kuchukia ile ama kuchukia ile nyingine. Sisi hatujaikuwa na shida. Kwa hivyo hii mbinu William Ruto anajaribu kutumia, nimwambie hata succeed. Na ni aibu sana rais mzima anaenda huko Isiolo. Sababu wakaji wa Isiolo wamekataa kudanganywa mambo ya barabara hii, mambo ya barabara hile, mambo ya maji hii, mambo ya stima ile. Sababu wananchi wa Isiolo wamekataa kudanganywa. Wakamwambia unatuambia uongo.
Akaanza kuwekelea hao vijana ati ni madawa ya kulevya wanauza. Akaanza kuwekelea ati ni ulevi na wasumbua. Baadaye ametuma askari wake wameshika hao vijana bila hati yote wakawekwa ndani. Mimi niambie William Ruto bana. Kama hautaki kupigiwa kelele ukienda kudanganya raia, kaa kwa ofisi. Fanya kazi ya rais. Kaa kwa ofisi, hudumia Wakenya wale ambao walikupigia kura. Wale walikupigia kelele huko Isiolo, hakuna hatia yote, hakuna makosa yote walifanya. Ile kitu walikuambia, walikuwa wanakuambia tu ni uongo. Ofisi wanakuambia ukweli. Na mimi niambie pia jamii ya Mrembe, kwa sababu sasa naona kama sasa siku hizi William Ruto wakati alikuwa anatafuta kura, alikuwa anasoma kanisa za Mlima Kenya. Alikuwa anakuja kwa kanisa hapa asubuhi, anasoma first service, anasoma Sunday school, anasoma service ya youth, anasoma service ya wazee. Alikuwa anatoka hapa kila Sunday jioni usiku. Ndio tukampatia kura, akatuibia kila kitu, akatukona. Sasa hivi tumemchanuka, naona sasa ameenda kule Mrembe. Nataka niambie jamii ya Mrembe, kama mnataka kudanganywa, mkubali William Ruto kuja kwa hizo makanisa zenu. Na atawadanganya na ataonyesha vile sisi ni wabaya. Atawadanganya akiwaambia vile sisi tuko na shida na uongozi yake. Na mnajua vizuri ya kwamba Wakenya wote kwa jumla ndio wamechoka na hii serikali ya matapeli, ndio wamechoka na hii serikali ya tumbo kwanza coalition, ndio wamechoka na hii wezi. Wakenya wote kwa jumla. Hii si mambo ya jamii moja. Kwa hivyo jamii ya Mrembe, msikubali huyo mtu kukuja hapo kumwambia mambo ya Musangalile ilienda ikawa ikavuka ikakua. Sababu by the time anamaliza hizo Musangalile, ile shimo mtapata ameweka nyinyi. Ile shimo mtapata ameweka nyinyi na utapeli. Mtakuja kulia kama sisi. Na ni vizuri msome na sisi. Ni vizuri msome na sisi kama jamii. Vile ambavyo tulidanganywa baadaye tukaachwa kwa mataa. Kwa hivyo msikubali uongo ya William Ruto. Tushikane na nyinyi. Jamii ya Omugusi tushikane na nyinyi. Jamii ya Wakamba tayari tushashikana. Na msikubali kupelekwa kwa meza na Raila Amolo Odinga, sababu Raila Amolo Odinga ni mwizi mwingine, ni mtapeli mwingine. Msikubali kupelekwa kwa meza na yeye. Mjisimamishe kama jamii. You negotiate on behalf of your community. Wacha Raila sababu kazi yake ni kuongozwa na tumbo. Wacha aende akakule pesa ya Wajaruo kule kwa William Ruto, lakini msikubali nyinyi kama Waluya, msikubali nyinyi kama Wakisii awabebe kwa mfuko, aende akawa auction kwa William Ruto. Kwa sababu tunajua kazi ya Raila Amolo Odinga ni kuuza watu. Kwa sababu shida yake ni njaa. Tumbo kubwa ndio inamuongoza. Yeye akipatiwa pesa, yeye ametosheka. Kwa hivyo kama jamii tushikane. Tuongee kwa lugha moja. Hii shimo ambayo tuliingizwa na William Ruto, lazima tutajikomboa. Na tutajikomboa Wakenya wakikubali tuongee na sauti moja kwa jumla. Kwa sababu William Ruto ameshindwa na kufanya kazi. Kazi yake ni uongo asubuhi, uongo saa 7, uongo jioni. Kazi yake akiamuka, it's either ako kwa gari juu akidanganya maji hii na barabara hile, ama ako kwa ofisi wakiwa na adani, ama ako juu ya ndege akienda ng'ambo. That is the only process you can find William Ruto. Hakuna mahali pengine utapata William Ruto. Hautapata William Ruto akifungua mradi yote ambayo imekamilika. Hautapata William Ruto akiongea maneno ama kutekeleza zile ahadi aliyoahidi wa Kenya. Mahali utapata William Ruto ni kwa gari juu akidanganya, ama kwa ofisi wakiwa na adani, ama kwa ndege juu akienda nchi za nje kuenda kushughulika mambo ya biashara zake, akijifanyanga anasaidia wa Kenya, lakini sio wa Kenya anasaidia. Kitu kingine nataka niguzie. Kule bunge niliona jana wamekuwa na maneno mingi. Na koti imeamua ya kwamba bwana Kimani Ichung'wah wakiwa na wakora wake they are the minority. Na koti ikasema ya kwamba Azimio coalition they are the majority. Mimi nataka niambie Wetangula, hapo hakuna kitu ya kudiscuss. Kama koti imeamua Azimio wao ndio wengi, patia wao hizo nafasi. Wacha Kimani Ichung'wah kule kiburi yake, wacha Kimani Ichung'wah kule maringo yake, wacha Kimani Ichung'wah kule ujinga yake, kwa sababu sisi kama jamii sisi tulimpeana kwa William Ruto. Na hata hatuna haja na yeye. Kimani Ichung'wah uchinjwe, upikwe, uwekwe kwa gunia, uwekwe kachubari, uwekwe wapi, William Ruto akurusha wapi. Sisi kama jamii tulikupatiana kwake, afanye naye vile anataka. Akitaka kukupiga na shoka, akitaka kukutoa kwa kiti, akitaka kukuhangaisha, sisi we don't care as a community, sababu hata wewe siku ulikuwa na nafasi ulichoose tumbo yako kuliko kutetea jamii ya Gema. Tumbo zako mbele na kupeleka mambo ya jamii yako mbele, mambo ya familia yako mbele kuliko kusaidia jamii yetu. Na kwa vile ulikataa kusimama na sisi kama jamii ututetee kwa hiyo serikali tupate haki yetu, hata sisi kama jamii zile mashida zote matatizo utapata kwa William Ruto. Hiyo ni yako, kufia huko, maliziwa huko, we don't care, hatukuhitaji mahali. Sisi wewe hata hakuna mahali tunakujua. Sisi kama jamii tuko na mwelekeo yetu, sisi tumejipanga, we are very focused. Nyuma ya Rigathi Gachagua
tutengeneze barabara yetu, tuungane na jamii zingine, tutafute serikali. Wewe mahali utakufia, hiyo ni biashara yako, because you don't care about us as a community, we also don't care about you, na hakuna mahali hata sisi tutakuhitaji. Kama kuna swali naweza chukua swali moja ama swali mbili, baadaye tutamaliza. Na pengine kukua kwamba the opposition do majority, kuna uwezekano kwamba wanaweza kubandua president aliyo kama mamlaka? Azimio kama wao ndio wengi bungeni, wakipatiwa hizo nafasi officially kuanzia siku ya Jumanne, watakuwa na nafasi mzuri. Wangetaka kuimpeach president, wanaweza muimpeach kwa sababu ni sheria na ni haki yao kikatiba. Vile ambavyo William Ruto alikoroga Rigathi Gachagua akamtoa bila sababu yote, hata wao saa hii sasa. Na niambie watu wa ODM sasa, mko na nafasi mzuri. Si mlikuwa mnasimama kiti urais? Si mlikuwa mnaambia Wakenya kuna kitu mnaweza wasaidia nayo? Saa hii mko na nafasi mzuri sana ya kwenda bungeni, nyinyi ndio wengi, mleta motion tufukuze Kasongo, ndio baadaye tuingie kwa uchaguzi. Ile kitu mliambia mnaweza saidia Wakenya nayo, sasa mnaweza wasaidia saa hii. Lakini mkipatiwa pesa na William Ruto, mkose kuimpeach yeye, muingie kwa serikali yake ndani. Sisi hatuna shida kama Wakenya, tutavumilia tu, si ni mwaka moja ama miaka mbili, tutavumilia tu. Lakini tukivumilia 2027 ile gari ambayo tunasafirisha William nao kumpeleka Sugoi, pia nyinyi watu ya Azimio, kina Junet, kina Raila Amolo Odinga, mtakuwa ndani, tutawasafirisha kama mzigo moja nyinyi yote. Tuweke Raila Bondo na Azimio Bondo, Raila safari iendelee, William Ruto asukuma hadi Sugoi. Kama hamutasaidia Wakenya, sababu sasa hivi mko na nafasi mzuri sana, msipowasaidia hata nyinyi tutawapangia. Ile mshahara tumepangia kupiga William Ruto na wakora wake 2027 katika ballot, hata nyinyi hiyo tu mshahara itakuwa ile ile, tutawanyoa na the same wembe zote pamoja. Swali lingine kwamba Rigathi Gachagua ilikuwa apewe mwelekeo jinsi ambavyo Wakenya wengi walikuwa wanategemea, lakini aliongelesha mengi ya kuwakulipa. Hiyo ni kusema vipi Wakenya wangoje nini sasa? Rigathi Gachagua aliongelesha jamii ya Mlima Kenya kwa sababu wao ndio walikuwa wamempatia nafasi aongee na watu wetu ndio tuweze kuwa na mwelekeo kama jamii. Na what he was doing katika hiyo interview, alikuwa tu anatupatia briefing mahali ambapo amefikisha mazungumzo na wale stakeholders. Na niambie zile jamii zingine wale ambao walikuwa na complain kwa nini Rigathi Gachagua ameongea kwa Kikuyu, na pia sisi tungetaka kusikia vile ambavyo walikuwa nasema, niwaambie siku yenu inakuja. Kwa sababu ile kitu alisema ya kwamba chama itazinduliwa mwezi wa 5, na akasema itazinduliwa katika mji mkuu, mji wa Nairobi. Kwa hivyo hiyo ni kumaanisha ile mambo itafanyika pale Nairobi itakuwa inahusisha jamii zote katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo hiyo siku akiongea, of course mtakuwa included, mtahusishwa kama jamii zile zingine za Kenya, na tutasonga mbele tukiwa kitu moja, kwa sababu ile vita ambayo tunapigana, by the way, kama Wakenya tunapigana vita moja.